Wakati akimpiga picha rafiki yake, msichana mmoja ghafla aliona kivuli cheusi cha ajabu kimesimama karibu nao, lakini alipokagua picha aliyokuwa ameipiga hakukuwa na kitu cha ajabu. Akadhani labda alikuwa anaona mambo yasiyo halisi, hivyo hakujali sana. Alipokuwa amezingatia jambo lingine, msichana mwingine alichukua kamera yake na kupiga selfie. Ana hakukasirika hata kidogo, badala yake alimpa ushauri wa jinsi ya kupiga picha nzuri zaidi. Wakiwa bado wanazungumza, sauti ya polisi ikasikika kutoka chini. Ana alishuka na kugundua polisi walikuwa wanamtafuta. Bila kujua sababu, alipelekwa kituoni. Baada ya kuhojiwa na Sheriff Rock, Ana aligundua kuwa mtu aliyempa ile kamera alikuwa amekufa kwa njia ya ajabu nyumbani kwake. Kwa kuwa Ana ndiye aliyekuwa mtu wa mwisho kumwona, aliletwa kwa ajili ya mahojiano. Baada ya kutoa maelezo yake, alirudi nyumbani, lakini alipolala hakuweza kuondoa hisia kwamba kuna kitu hakikuwa sawa. Alikumbuka kwamba siku ile alipokea kamera, alipiga picha ya yule mtu. Ndani ya picha hiyo aliona kivuli cheusi, lakini wakati huo alidhani ni hitilafu ya kamera. Sasa alishutuka kugundua kuwa kivuli hicho kilikuwa kimetoweka kwenye picha ile na badala yake kimehamia kwenye picha ya yule msichana aliyepiga selfie kwa kutumia kamera hiyo. Akiwa na wasiwasi, Ana alimtumia ujumbe yule msichana amwambie awe makini, lakini kesho yake alipokea habari kwamba msichana huyo amekufa. Ili kuthibitisha mashaka yake, Ana alikagua picha aliyopiga jana yake, akaona kivuli kile cheusi kimehamia kwenye picha ya pamoja ya kundi lao. Haraka Ana akaunganisha matukio yote na kamera ile. Bila kusita, alijaribu kuivunja, lakini kwa kushangaza, kamera haikupata hata uharibifu mdogo. Alishangaa sana, akawakusanya marafiki zake na kuwaambia ukweli kwamba kivuli kilichopo kwenye picha kinaua watu, lakini hakuna aliyemwamini. Walidhani anapaswa kumwona daktari. Kisha Sam, akitaka kujifurahisha, akachoma picha ya pamoja. Kadri picha ilivyokuwa inaungua, msichana aliyekuwa karibu naye alianza kutoa moshi. Sekunde iliyofuata, mkono wake ukashika moto. Wote wakakimbilia kizima moto, lakini moto haukuzima. Ghafla Ana akapata wazo, akazima moto kwenye picha, na kweli moto uliokuwa kwenye mkono wa yule msichana ukazimika. Baada ya tukio hilo, kila mtu alimwamini Ana. Wakaamua kugawanyika ili kuchunguza siri ya ile kamera ya kutisha. Ana akaenda kutafuta begi la kamera lililokuwa limeachwa dukani ili kupata dalili zaidi. Lakini muda mfupi baada ya kuondoka, mvulana aliyebaki garini alisikia sauti ya ajabu kutoka kwenye kamera. Alipoangalia picha ya kundi, aligundua kuwa Ana alikuwa ameonekana ndani ya kioo kilichokuwa kwenye picha hiyo.